Yes, zimetamatika dakika 90 ambazo bila shaka tukao tumezisubiri kwa hamu sana. Mchezo wa dabi ya Kariakoo na ni mchezo wa funguzo wa mashindano, na rasmi kabisa mashindano yamefunguliwa kwa maana kwamba Yanga bingwa ngao ya jamii na Simba amepoteza tena kwenye ngao ya jamii. Lakini mjadala mkubwa zaidi kwa maana kwamba kutoka hapo Benjamin Mkapa kwa sasa ambao mwana mchezo bila shaka unanipata vizuri, ni kuambia tu kwamba mjadala mkubwa ni kuhusiana bao ambalo Pacome Zouzoua amefunga. Inadaiwa ni kwamba ni bao ambalo halikuwa limeingia kihalali, kwa maana kwamba moja kati ya mabao ambayo inabidi muamuzi atazame vizuri namna ambavyo aliamua kwenye tukio hilo. Dabi ya Kariakoo ina hisia kali na inaleta pia bila shaka tafsiri ya namna ambavyo kila mmoja anaweza katafsiri matukio uwanjani. Kwa Simba Sports Club katika nafasi nyingine ambayo ni nafasi ngumu zaidi, kwa maana kwamba napoteza mchezo wa 6 mfululizo mbele ya masimu wako Dar es Salaam Young Africans, inakukata kwa namna moja au nyingine, ama inakuumiza kwa namna moja ama nyingine. Lakini sasa no option zaidi ya kupokea kile ambacho kimetokea na moja kwa moja kuangalia namna ambavyo ya kufanya baada ya kukipokea kile ambacho kimetokea. Karibu sana kwenye mjadala mkubwa sana huu baada ya dabi ya Kariakoo kutamatika. Hiki ndicho ambacho kimeendelea. Wasemaji wa timu zote mbili moja kwa moja tutafanikiwa pia kuwasikia kila ambacho wamezungumza. Hii ni moja kati ya dabi ambayo unaweza kusema unaumia lakini hauna namna, inabidi ukubali kila ambacho kimetokea, ndivyo ambavyo kimetokea, na kuendelea kupambana zaidi, kwa maana kwamba kwa hatua ambazo zinaendelea katika mechi zingine hapo baadaye. Sasa nikwambia tu kwamba tunaye hapa msemaji wa klabu ya Yanga pia, kwa maana ya Ali Shabani Kamwe. Utakwenda kumsikiza moja kwa moja kila ambacho amekizungumza baada ya dakika 90 kuwa zimetamatika wakiwa wamemshona tena Simba bao 1-0, na ni mchezo ambao bila shaka watu wengi tukao tumeutazama kwa kipekee kabisa, kwa maana ya Simba kufungwa mara nyingi wangeweza pengine kwenda kulipa kisasi, lakini bahati mbaya imekuwa sio hivyo ambavyo tulitarajia, na imekuwa tena matokeo mazuri kwa wananchi ambayo wameyapata katika mchezo huu. Simba Sports Club wanaweza kawa ndio timu ambao kwa sasa imeufanya wekezaji mkubwa akiwa walijiandaa kwenda kushinda kwenye mechi kubwa kama hizi, na wanapata majeraha kwa wachezaji wao. Anakosekana Jonathan Soa, anakosekana moja kwa moja pia Baja Billy katika mchezo huu ambao wekundu wa Simba wamepoteza kwa bao 1-0 dakika 90. Bao la offside ama bao lilikuwa halali? Sasa haya ndio majibu ambayo moja kwa moja tumeyapata katika baadhi ya vyanzo ambavyo tumeviona, na mnyama Simba amepigwa kichwani kweli kweli katika dakika za kipindi cha pili. Pacome Zouzoua ndiye mfungaji wa bao la msimu huu ambao limemalizika katika mchezo ambao umetamatika. Pia Azizi Ndambwile, kazi nzuri sana ambayo ameifanya. Nikwambia hapa mwana michezo Ahmed Ali kachoka kweli kweli kuhusiana na kile ambacho bila shaka unaweza kusema alikuwa ametazamia kukipata, kwa sababu moja kati ya mchezo ambao unazungumzia Simba wamejiandaa kwenda kushinda ni mchezo ambao wamepoteza tena. Ahmed Ali katika mahojiano huyu hapa ambaye pia tujaweza tumebarika kuweza kusikia kile ambacho amekizungumza baada ya dakika 90 kwa zimemalizika, Simba wakiwa wako katika mchezo ambao wanapoteza tena dakika 90 hizi ambazo zimemalizika. Hakuna penalty, wamecheza vizuri, lakini bahati mbaya sana ni kwamba wameingia tena kwenye matokeo yale ambayo mara zote wamekuwa akiyakataa. Usajili mzuri ambao wameufanya, licha kwamba wamekuwa na usajili mzuri ambao wameufanya, lakini bado matokeo si mazuri kama ambavyo walitarajia pia, kwa maana kwamba amepoteza tena katika mchezo huu. Bwana, kwa upande wa Kajumali amesema kwamba lile bao ambao limefungwa ni kwamba moja kwa moja ni offside. Sasa yeye amesema nini ama ameona nini katika hili ambalo moja kwa moja limeonekana full time katika mchezo? Kajumali ameandika hivi: mnyama kafa mara 6 mfululizo. Walichofanikiwa leo ni walau kuonyesha wamefungwa, lakini Yanga hawakuwa so dominate, vinginevyo
wana safari ndefu zidi ya Yanga na hawa akina Kante. Kwa ukiangalia moja kwa moja kwa upande wa kila ambacho nisema hapa kwamba unatazama zaidi kwa namna ambavyo timu inacheza, kwa maana ya kwamba unakwenda bado hii ni dabi na hadhi ya dabi. Kwa ukiangalia moja kwa moja kwa ushindi ambao tutakaopata unakuleta kwenye mazingira ambao tunasema kwamba unatengeneza zaidi msimu mpya ambao unakwenda kuanza, kwa sababu moja kwa moja ushindi wa leo Young Africans wanakwenda kuanza msimu na sherehe na mshedede, wakati Simba Sports Club wenyewe wanaenda kuanza msimu wakiwa wanyonge tena, kwa maana kwamba huwezi kutamba mbele ya matokeo kama haya. Sasa amesema hivi Said, amesema hivi, ukishindwa kumfunga ungana naye. Ni dhahiri sasa Simba ni mteja wa Yanga. Kufungwa mara 6 mfululizo katika mashindano yote sio suala dogo. Yanga wamesimika ufalme rasmi, japo dhana ya dabi haipotei. Kuna wakati Madrid alipigwa mfululizo na Barcelona, lakini suala la upinzani liko pale pale. Bwana sawa, ngoja tuendelee kumsikiza hapa bwana Kazumali. Jemedali anasema kwamba nadhani tatizo la Simba ni safu ya ushambuliaji. Nafasi zinapatikana, kuzitumia changamoto. Yanga nafasi 2, 1 kambani. Hiyo ndiyo maana halisi ya mpira wa miguu. Mabeki wa Simba wamevuja jasho sana. Sema hapa Beshaka zipo pongezi, hata kama hamjafanya vizuri lazima hata uangalie mtu ambaye akafanya vizuri basi mpe hata maua yake. Sawa, Jemdani anasema kwamba moja kwa moja kwa maana kwamba mabeki wamevuja jasho sana, tukiachana na makosa ya goli la Pacome uweze kuwalaumu kwa kazi walioifanya. Nadhani mbinu za Fadlu zimekwama kwa kuwa mara nyingine anaofanya mabadiliko muda wa lala salama, substitution zinampa nguvu sana, ila wakati ya kuwa sahihi kachelewa kufanya substitution ya kocha. Ndicho ambacho anajaribu kusema hapa Bin Kazumbali, kwa maana kwamba itagiwa pengine amtoe mtu mapema kabisa, mweke benchi huko mapema. Ni muda sasa wa Simba kuungana na Yanga na kushangilia mafanikio yao. Jemedali wananchi. Sasa ameandika tena hivi, sidhani kama ilikuwa anaelewa chochote hapa. Ahmed Ali bao likishafungwa. Sasa Jemedali kasema kwamba Jemedali kasema hivi katika mchezo ambao umemalizika hapa, amesema lile sio bao. Sasa bado pia ameendelea kusema hapa, anaitwa Hans Raphael. Yeye kasema kwamba, mmoja kati ya wachambuzi wakubwa, ameanza na kusema kwamba
dabi 6 mfululizo Simba kafa zote, dabi 4 mfululizo Simba hajafunga bao. Total dominance, tukiangalia vibaya zitafika 10. Sasa kwa kweli tunakuelekea huko, tunafika kubaya sasa. Tasema tukishindwa kuangalia vizuri zitafika 10. Hansi anasema quality. I told you guys, huyu jamaa ni superstar. Anamzungumzia Mohamed Doumbia. Anasema anaitwa Mohamed Doumbia, miaka 26, ukipenda muite pimpa. Hii ikitokana na uwezo wake wa kucheza kwenye maeneo finyu, kupiga mashuti ya mbali yenye usahihi na akili ya kutengeneza nafasi kwa wengine. Hakika hii ndiyo maana halisi ya wachezaji wenye X Factor. Sasa X Factor aliombwa na Simba lakini anaonekana Jangwani. Hii imekaje? Anasema ni kweli Pacome kafunga bao la ushindi, Diala akafanya saves muhimu, ila kwangu mimi Doumbia ndio man of the match, man of the show. Sema kipindi cha kwanza Yanga walikosa ubunifu, udhubutu na ile pasi ya mwisho ya kuifungua safu ya ulinzi ya Simba. Kipindi cha pili Ferus akaona sio kesi, akamwambia Doumbia zama ndani, na hapo kila kitu kikabadilika. Pacome, Mzize, Maxi Ekua wakaanza kupewa pasi za upendo kwenye maeneo hatari. Kitu kingine nimegundua Doumbia ni passing machine. Jamaa ana presi kwa akili sana, halafu akiiba mali anaachia pasi ya upendo. Anokishashindwa nasifiwa na kila mtu. Na mwanamchezo akatu pia nilikwambia ama nilikujuza kwamba kwa sababu bado tupo hapa tunaendelea kutazama hiki ambacho kimetokea Benjamin Mkapa ni sahihi ama sio sahihi. Hii mara ya 6 sasa imekaje kitaalamu, wataalamu mnasemaje? Kufungwa mara 6 mfululizo, hii naona haijakaa sawa. Katika upande mwingine Yanga bingwa ngao ya jamii kwa mara nyingine tena mbele ya Simba. Ingesema tangepigwa labda Singida tungesema wangekuwa na achiana. Sasa Simba kafungwa mara 6. Sasa ile hata ile swala kwamba si marefa liwa na beba. Bila shaka mchezo wa leo ukiangalia kwa utafsiri nyingine kwamba tumeshuhudia sasa anafikiri aina bora ya mashindano ambayo yalikuwa yanaleta pengine ladha tofauti, kwa sababu mechi kama hii zimeongezwa dakika. Mechi leo zimeongezwa dakika 12 kipindi cha pili. Wakato moja kwa moja unaweza kusema zilistahili, kwa sababu Jigi Diala katika mchezo wa leo ni kama aliamua kutuonyesha sasa upande wake wa pili wa kupoteza mpira. Akawa amelala sana kwenye baadhi ya matukio. Afande Mlilo ameongea na amewapongeza wananchi. Huyu hapa Afande. Haya. Sija hapa mnazuia njia haraka kuja. Ni Raisha ni watu kutomalizia hasira zao kwenye rasilimali za serikali kama ambavyo walikuwa wakifanya siku za nyuma. Hii furaha yako watu wanasema huenda kutokana na matukio ya leo. Sina hakika kwamba wanapima furaha au huzuni kwa kutumia kigezo gani. Na sina hakika kama wanasema mimi na furaha au sina furaha. Sijui wanapima kwa kutumia kitu gani. Umezitazama timu zote mbili, tuambie unaona vipi kwenye upande wa michuano ya kimataifa kwanza kwa msimu huu? Labda urudie swali lako. Kuelekea katika michuano ya kimataifa, Simba na Yanga rasmi umeziona siku hii ya leo. Unaona watakuwa na michuano ya aina gani kwa upande wao? Watacheza vizuri kwa sababu wote wamesajili vizuri. Nikushukuru sana. Asante sana. Haya, pongezi hizo baada ya ubingwa, lakini vilio vingine. Jae Otos Baleke huyu hapa naye pia akazungumza. Komenti moja mara baada ya mchezo kutamatika. Ya nini? Komenti ya mchezo wa dabi. Timu zote wanacheza vizuri sana. Tunashukuru Mungu, Yanga amepata kombe. Mechi Mungu iko. Wanasubiri mechi nyingine. Unaonaje pengine usajili wa timu zote mbili leo hii? Nani? Usajili wa timu zote mbili. Yanga na Simba. Iko vizuri tu. Pengine nini ambacho Simba amekikosea leo hii? Simba amekosea nini? Kukosea Tumepungua leo. Mechi kuna mambo wawili tu. Moja ishin, moja hamna kushinda.
hiyo mechi ya kombe, kama timu wanacheza kutoka kombe, kuchukua kombe moja ndio wanachukua, sio wawili wanachukua kombe moja. Neno lako kwa Diarra pengine alichokifanya na Pacome? Safi sana. Diarra na Pacome leo wanacheza vizuri sana, hata wachezaji wengine. Kwa Simba nani amekukosha? Kwa upande wa Simba nani amekuwa the best? Best kwa Simba, kwa mimi Santa Beck. Yeah. Thank you so much. Thank you. Na mimi hapa Lucien Derioki amewakosha zaidi mashabiki wa Simba, lakini mashabiki wamecharuka hapa. Huyu hapa kipindi cha pili. Mimi naamini mechi ilikuwa nzuri sana, ukiangalia mbinu za wachezaji wa marefali na makocha wote wawili, ilikuwa ni mbinu nzuri. Mwisho wa siku Yanga wame deserve kupata ubingwa wa jamii. Fadlu Davis anafungwa na Young Africans mara 4 mfululizo pasina kupata goli. Takwimu zinaonyesha Fadlu hajawahi kupata goli dhidi ya Young Africans. Ni kama mbinu zake zimegonga mwamba kwa Young Africans ambayo imeonekana kuwa jiwe gumu kwenu miaka hivi karibuni. Hapana, siwezi kusema kwamba mbinu zake zimefeli kwa upande wa Dar es Salaam Young Africans, lakini nikiangalia Simba wamepata nafasi nyingi sana ukizikombeti hata na Dar es Salaam Young Africans, lakini Simba ameshindwa kwenda kuzikombeti zile nafasi kuwa magoli. Naweza nikasema ni concentration ya wachezaji wanapofika kwenye eneo la box la Dar es Salaam Young Africans, wanakuwa wanashindwa kukosa utulivu. Mfano mzuri ni kama Kip Dennis ameshindwa kuwa na utulivu katika ile eneo. Unapomjua kabisa kwamba 1v1 Djigui Diarra anakuwa ni mzuri sana. Lile lililotokea kwa Kip Dennis pia lishawahi kutokea kwenye mechi ya awali. Nakumbuka ilikuwa ni Ateba na Djigui Diarra 1v1, pia Ateba akashindwa kuveti ile nafasi na kuwa goli. Kwa hili ni tatizo ambalo ndani ya Simba Sports Club bado lipo, na naamini kocha atalifanyia kazi, kwa sababu utulivu ndani ya box kidogo unakuwa ni shida. Hilo ni moja. Angalia nafasi ambayo amepata Shomari Kapombe. Alikuwa kwenye impossible angle. Analazimisha kupiga mpira ule wakati Djigui Diarra alishaenda kubana goli. Kalazimisha wakati kulikuwa kuna wachezaji wawili watatu wako kwenye boxi la Yanga kwenda kukonvert nafasi zile kuweza kuwapatia Simba uongozi. Lakini mimi naona Simba tuna kikosi kizuri, na ndio maana nikasema nikaishawahi kuambia mashabiki wenzangu wa Simba Sports Club, kipimo chetu sisi Simba ni Dar es Salaam Young Africans. Endapo kukutana na Yanga, basi sisi tutaangalia kikosi chetu kiko kwenye mazingira gani na tunakwenda kuijaji Simba tutafikia wapi kupitia tunapocheza na Yanga. Umeijaji sasa kama Simba mtafikia wapi? Of course kwa mechi hii ambayo tumeiona leo, Simba wamecheza vizuri sana. Wametengeneza nafasi, ukiangalia kuna kiongozi nyuma ambaye Derioki, beki moja mzuri sana. Kwa kila mtu leo anaweza akaenda kamaongelea beki yule jinsi alivyokuwa na utulivu. Kuna muda mwingine alikuwa anawaita wenzake njooni. Tumetengeneza makosa la kwanza, la pili kwa nini nakuwa hivi? Jinsi anavyolalamikia warudi kuja kushirikiana kucheza compact kwenye eneo la ulinzi. Lakini mimi bado sitengenezi mashaka sana na hii timu. Timu ni nzuri, ukiangalia hata kwenye pre-season yao walipokwenda Simba Sports Club, tulikwenda kule Misri, tulikuta tayari ligi ishaanza. Tujapata timu ambazo zina interest kubwa ambazo tumeenda kufanya nazo timu za mechi za kutafuta estate kwenye timu yetu wakati tuko kwenye pre-season. Kwa hiyo mimi naongea kauli yangu ile. Baadhi ya mashabiki wa Simba kwamba lazima tuamini kwamba Yanga ndio top performance ndani katika ligi yetu, kwamba sisi ni kipimo chetu. Na leo tumeona kwamba makosa ya Simba yako wapi. Kipimo chetu cha Simba sisi tumekiangalia kupitia kwa Yanga. Ni lazima tukubali Yanga ni bora kwa hiki kipindi cha misimu yote minne. Uliwahi kusema Simba Sports Club ni underdog kwa Young Africans. Tulizungumza nyakati ambazo ulikuwa tamasha siku ya Mwananchi. Underdog unaendelea Sam, na kama Young Africans amekuwa anakufanya wewe kama mwembe wa uani sasa. Of course hiyo haina ubishi. Yaani Simba ni underdog kwa Yanga kwa sababu halina ubishi. Na kama ingelikuwa lina ubishi, sisi tungeleta challenge kwenye kupata matokeo. Lakini tunapoteza mechi kile tunapokutana na Yanga, inatuuma. Hii ni mara 6 mfululizo. Hata sasa tunakuwa unapoingia na Yanga, tayari unakuwa hunako kujiamini katika kile kitu ambacho kinakwenda kutokea kwenye pichi. Lakini huu ndio mpira. Kuna kitu tunakitafuta na mimi tutakwenda kukipata. Tuna timu nzuri. Iangalie jinsi ambapo selection ya timu inavyotembea, wachezaji jinsi wanavyotengeneza compact, nyuma wako wote wanakwenda kushambulia. Mimi naamini kuna maeneo tu ambayo Yanga ametuwini
Angalia kikosi chao kilivyoanza. Ukimwangalia Djigui Diarra, ukimwangalia Shadrack Kiboka, ukimwangalia Israel Mwenda, ukimwangalia mtu kama pale Duke Abuya, Ibrahim Baka, Dickson Jobu, yupo Azizi Ndambwile, ni wachezaji ambao tayari kwa misimu yote minne wapo Dar es Salaam Africans. Sisi kuna maingizo ambayo yapo, bado wachezaji wanatafuta chemistry ya timu, lakini yote ni yote mimi naamini haya tunavyo struggle, ipo siku tutakuja kuini. Hakuna miaka yote Yanga atakuwa bora, na sisi ipo siku tutakuja kuini, tutakuja kuwa bora. Ipo siku lini Sam, wakati imekuwa tofauti hivi sasa, mnafungwa, mnasema ipo siku ndani ya mechi 6. Pengine wewe kwenye umri wako hujawahi kushuhudia Simba anafungwa mechi 6 mfululizo. Of course sijawahi kuona, lakini mimi naamini kwa hiki ambacho tunakifanya, iangalie Simba ambayo kimeongezeka, tunakandwa vile vile. Sasa hiyo biashara inakuwa ni nini? Watu wengi walisema kwamba mashabiki wa Simba ni mashabiki ambao wakifungwa wana panic sana tofauti na Young Africans. Sio kweli, kwa sababu kinachofanya kuonekana tuna panic, tunafungwaje na mtu mara 6 wewe shehe? Yaani ni kama nitatoa mifano mibaya. Ila huwezi tunafungwaje na timu mara 6, yani timu wewe inakuja. Sasa mpaka wametuzoea sasa. Na tukiendelea kucheza hivyo wanatufunga hata mara 100. Unaelewa kaka? Kama tutacheza hivi tutapigwa hata mara 100. Bwana, Simba Sports Club wamepoteza mchezo, na bado tunao mashabiki hapa moja kwa moja mwanamchezo ambao wanaendelea kuzungumza hapa Benjamin Mkapa. Nitatoa mifano mibaya. Ila huwezi tunafungwaje na timu mara 6, yani timu wewe inakuja. Sasa mpaka wametuzoea sasa. Na tukiendelea kucheza hivyo wanatufunga hata mara 100. Unaelewa kaka? Mimi naongea kama shabiki kwamba kama kila siku hata tukalogi, hata kesho asubuhi tuamke tuweke mechi, kama tunacheza kwa nini tuliocheza leo, wao watatufunga hata mara 100. Lakini wengine wanasema pengine ni uchawi, mmefanya uchawi. Hapana, uchawi Simba wanaloga, Yanga wanaloga. Mpira unachezwa uwanjani, wachezaji 11 kwa 11. Ushirikina ni sehemu ndogo sana kwenye uchawi. Sisi Afrika ndo tunaamini ujinga huo. Mbona Ulaya waamini? Mimi mfano mzuri nakupa. Bayern Leverkusen walimfukuza Ten Hag juzi baada ya mechi 2 tu za ligi. Sisi wenyewe tunataka tukalifanya ili kama ligi haijaanza. Ndio. Wao Fadi mtamfukuza tena. Ikiwezekana atoke. Na kama sio yeye tatizo basi ni viongozi. Kwa hiyo watachagua. Tatizo ni wao ama ni kocha. Mmoja hapo kukatia waweza ni mwenyekiti ajiuzuru ama ni kocha aondoke, tuone kocha mwingine akija atatupa mfumo gani mpya, lakini sio Simba nayo jua mimi blaza. Leo inatuma, lakini pia kitu kingine sisi kama mashabiki tunarudishwa nyuma moyo. Mimi kesho Simba anakuja kucheza hapa na Yanga siji. Kwa nini? Kwa sababu nakuja kila siku nalipia 30 zangu na sioni kitu ambacho mimi nakihitaji uwanjani. Mara 6 mfululizo nakuja uwanjani napoteza nauli zangu na hebu imagine Dar es Salaam na Bolt karibia shilingi 5,000 kwenda na kurudi 10,000. Nakuja nalipia kiingilio 30. Nikija hapa sijala Simba. Karibia namaliza shilingi laki nzima kuja kuangalia Simba inacheza nini. Nikifika hapa Simba inipe matokeo unayotaka mimi. Sasa je, unaona ungekuwa ni wewe unapata wapi morali ya kuja kutazama mechi kama timu yako ipate matokeo? Umeelewa kaka? Inauma sana, tunaumia kama viongozi. Mimi natuma salamu kwa viongozi. Kama ni ubaya uwe ubaya, lakini tunachokiongea viongozi wa Simba mnatukosea sisi kama mashabiki, na hii inatuvunja moyo. Ligi haijaanza lakini leo tunaanza kuumia kwa majozi. Tunakuja tunasherehekea tamasha la Simba Day, tunashindwa kuchukua vikombe. Wala tupate kikombe hata kimoja tu. Kimoja kwa misimu mingapi hatujapata vikombe? Mnatuonea, leo inatuuma. Pole sana kaka. Nashukuru sana. Bwana, naona unaruka bwana. Napasha. Shamra. Napasha kama Azizi Ndambwile. Umeona leo Azizi Ndambwile? Mwanzo mwisho dakika 90. Lazima alalamike. Mambo vipi kaka? Kama hii ndugu yangu. Uko nani? Mimi naitwa Salum. Unafurahi mama unauka kabisa. Kabisa sasa niruke. Ile ya nyuma mwiko mmeendelea kudumisha. Sisi ni mbele. Mbele twenda mbele sisi. Hatuli nyuma. Mlionekana ni mmezidiwa padogo katikati pale. Lakini baada ya kuingia wanamuita nani Boeli kama sasa. Dumbia. Baada ya kuingia Dumbia pale inaonekana pamebadilishwa pale na mko wa moto sana. Mlikuwa gani? Sisi ni mafundi. Ukiangalia pale katikati walikutana mafundi wazima. Alikuwa Ndambwile, umeona? Kipindi cha kwanza Mudasi tulimwona kabisa kazidiwa. Lakini baada ya kuingia nani Mohamed Dombia, umeona? Baada ya kuingia Mohamed Dombia, tukaona kabisa kiungo tumejitekea pa kwetu. Ndio maana nakwambia hao hapa watazidi kupiga makelele tu. Lakini Yanga bado ni kubwa na bado Yanga itazidi kutesa ligi kuu. Yaani kama wana ndoto kuchukua ubingwa msimu huu au msimu yoyote, basi Yanga mpaka Yanga aondoke, wamtoe Yanga asishiriki mashindano ya klabu ya hapa ya ligi kuu. Ndio watachukua ubingwa. Lakini zile kauli za kusema kwamba mashabiki wa Simba wakifungwa wanakimbilia kwa Mangungu leo zimetokea. Unadhani unafikiria? Wanamuonea Mangungu. Kwa nini wakishinda mfuati Mangungu? Mangungu watu mzee wakosea nini rafiki yangu? Hala makosa yoyote. Lakini wakishinda wanakaa kimya, wanamsifia Mangungu. Lakini
Na mwanamichezo sasa tukamsikilize msemaji wa klabu ya Simba Ahmed Ally rasmi kabisa kwa upande mwingine. Nilikwambia hapa tutakwenda kumsikiliza Ahmed Ally. Wao tukamsikiliza sasa Ahmed Ally dakika hizi chache ambazo amezungumza, dakika 6 hivi kazungumza. Kwa jipange vizuri kabisa kwenda kusikia nondo kutoka kwa semaji. Ahmed Ally, karibu sana. Katika badala kwa madem mzuri ya wachezaji ambao wanasajiliwa yani matokeo mabaya ambayo tumeyapata leo, lakini sisi tunajivunia improvement ya timu yetu. Tumekuwa na mchezo bora sana. Ni matokeo tu ambayo kwa siku ya leo hayakuwa upande wetu. Tumetawala kila kitu, tumetengeneza na kupata nafasi nyingi, lakini tukashindwa kuzitumia, na hatimaye wenzetu wakapata nafasi moja na wakaitumia. Vijana wetu angekuwa clinical enough. Hii mechi tulikuwa tunaimaliza kipindi cha kwanza, nafasi ya wazi ambayo alipata Shomari Kapombe, nafasi ambayo alipata Kibu Dennis ilitosha kabisa kumaliza mchezo leo, lakini bahati mbaya, tension kubwa, wakakosa nafasi hizo za wazi, na hatimaye wenzetu wakapata nafasi walioipata na wakaandika bao moja. Sisi kwetu Simba Sports Club inauma kupoteza mchezo leo, lakini we are very proud kuona ya kwamba timu yetu imecheza kiwango cha hali ya juu sana. Katika mechi zote ambazo tumepoteza dhidi ya mtani, hatujawahi kuwa na kiwango bora hiki ambacho tumekionyesha hiki leo. Leo tumeonyesha mchezo wa hali ya juu, tumeonyesha ubora wa cheza mchezo wa leo, kwa maana takwimu itawaonyesha uhalisia tulikuwa kwenye ubora wa aina gani. Kwa sisi wala hatuna mashaka wala hatuna pressure, tulikuwa kwenye kiwango chetu bora, tumecheza vizuri leo. Nafasi ambazo tumekosa ndizo ambazo zimetufanya tuondoke kwa tofauti ya goli moja. Unawaambia nini wana Simba kutokana na statement ya jana kwamba mashabiki hawatakuwa uwanjani, lakini tutatoa taarifa kuhusiana na kadhia hiyo ya mashabiki kutoingia uwanjani, lakini kwa sasa focus yetu ni mechi yetu ya kwanza ya ligi ya mabingwa Afrika, na kesho asubuhi tutatoa taarifa vile vile timu inasafiri lini kwenda Botswana kwenda kushiriki mchezo huu. Natamani kusikia kitu pia mara baada ya mchezo huu, semaji wanahuzunika kwa kile ambacho kimetokea. Kitu gani? Kosa matokeo na kukosa kombe, semaji. Kuhusu mashabiki wape neno la faraja. Sasa tumezungumza au hujasikia? Nao masema neno kwa ajili ya mashabiki. Sema neno kwa ajili yao. Yote tunazungumza sio maneno. Maneno. Ndio mchezo na namna ambavyo mnatikofikia. Semaji. Wanapenda kusikia neno kutoka kwao. Mimi ni wape pole mashabiki wa Simba kwa matokeo haya. Najua hakuna ambayo yamemfurahisha na ni matokeo ya kuumiza. Lakini mimi niwaambie mashabiki wa Simba wala wasijisikie unyonge. Mpira ni mchezo wazi, na kila mmoja ameona timu namna gani imeperform leo. Inaweza ikahuzunisha kwa sababu ukihesabu hii ni mara 6 tunapoteza against one opponent, lakini hiyo isitutie unyonge. Sisi tuangalie improvement ya timu yetu, tuangalie ni kwa namna gani timu yetu ubora wake umeongezeka kutoka msimu uliopita. Msimu uliopita pamoja na mafanikio tuliyoko nayo, lakini hakuna mechi ambayo tulicheza kwa kama ambavyo tumecheza leo, na hii ni mechi ya kwanza tu. Maana yake ni kwamba vijana wetu wakiendelea kucheza na kuelewana, tutakuja kuwa na timu bora zaidi huko mbeleni. Kwa mimi ni watoe wasiwe na muda wa kuhesabu tumepoteza, tumefungwa mara ngapi. Wenyewe waangalie ni kwa namna gani timu yetu imepiga hatua, ni kwa namna gani timu yetu itakwenda kuwa na mafanikio makubwa huko mbele kutokana na improvement ya kikosi chetu. Kihitaji waende wakaipambanie Simba, wameipambania Simba, wametoka jasho lao lote, lakini bahati haikuwa kwetu. Ukiuangalia mchezo kwa ujumla, tulitawala kila eneo la mchezo leo, tulikuwa bora kwenye kila eneo, na jambo la kufurahisha zaidi ni kwamba wachezaji wapya ambao tumewasajili wamecheza leo, na kila mmoja tumeona ubora wake, tumeona kiwango chake. Ni jambo la kufurahisha. Hii ni mechi moja tu ambayo ni mechi ambayo unacheza na kumaliza hapo hapo. Mbele yetu tunao safari kubwa na ndefu ambayo ni mechi 30 za ligi kuu ya
NBC kwa aina ya timu ambayo tumeiona hapa hii leo, tunayo uhakika mkubwa wa kwenda kufanya vizuri kwenye ligi kuu ya NBC msimu ujao ama msimu huu, kwa aina ya timu ambayo tumekuwa nayo, improvement ya kikosi chetu, uwezo wa mchezaji mmoja mmoja na ubora wa benchi letu la ufundi. Tunayo matumaini makubwa. Tukianza kuhesabu ya kwamba hii ni mechi ya 6 tunapoteza dhidi ya mpinzani moja, inaweza ikatuumiza na kutufarakanisha, lakini tuiangalie tu kwamba hii ni mechi moja ambayo tumecheza vizuri na tumepoteza, tunaachana nayo, tuangalie mechi inayokuja. Bahati mbaya zaidi, siku 4 zijazo tuna kibarua cha ligi ya mabingwa Afrika. Kwa hiyo tuwekeze nguvu, tukahakikishe tunafuzu kwenda hatua inayofuata, na baada hapo tuje tuwekeze nguvu kwenye ligi kuu ya NBC. Kwa timu hii ambayo imecheza hii leo, mimi ninao uhakika wa 100% timu yetu kwenda kufanya vizuri katika ligi kuu. Semaji, Young Africans wanawafunga kwa mara 6 mfululizo. Tuambie mnajisikia vibaya kiasi gani, lakini pia pengine ubora wa Young Africans kila msimu mnapokutana nao? Mechi ya leo wala sio ubora wao. Mechi ya leo pengine unaweza kusema ni makosa yetu ambayo tumeyafanya. Kama nafasi ambazo tulizitengeneza tungeweza kuzitumia, hii mechi ilikuwa inaisha kipindi cha kwanza tu kwa mabao 2 ama 3, lakini nafasi zote hizo tukazikosa na ikapelekea mechi kuendelea kuwa ngumu. Kwa hiyo kwenye ubora, labda mechi zilizopita unaweza kusema wapinzani walikuwa bora, lakini mechi ya leo sisi tulikuwa bora sana. Tulikuwa kwenye kiwango cha hali ya juu kweli kweli. Kila mchezaji amecheza kwa kiwango cha hali ya juu kweli kweli. Ni kukosa nafasi za wazi ambazo tumezitengeneza ndizo ambazo zimetufanya hii leo tuondoke kwa tofauti ya goli moja, lakini all in all sisi timu tunayo, na hapa ni kwenda kuongezea kidogo tu, hasa kwenye eneo la umaliziaji, twende tukafanye vizuri kwenye michuano ambayo iko mbele yetu. Mmeboresha kwenye safu ya shambuliaji, mnasoa mbele kwa nafasi, lakini mna Selemani Mwalimu. Mnaona mkija kufanya vizuri kwenye ligi pengine? Ya, bila shaka Soa hii leo hakupata nafasi ya kucheza kwa sababu alikuwa anatumikia adhabu yake ya kadi nyekundu, lakini tumeona kiwango cha Selemani Mwalimu alipoingia amefanya kazi kubwa kweli kweli. Steven Dese Mukwala hakufunga, lakini ametengeneza nafasi za wazi kwa wachezaji wengine. Kwa safu ya ushambuliaji ni kunolewa kidogo na wao wenyewe, kuongoza ile killing mentality, kuongeza ule uwezo wa kumalizia na kufanya maamuzi sahihi katika eneo la mwisho. Basi Simba tunavuka kwenda kwenye nchi ya ahadi msimu huu. Haya, sema. Ninafahamu ni engineer ni kiongozi bora sana katika mpira nchi hii. Lakini siwezi kusema, lakini naamini kwamba engineer ni kiongozi bora. Naomba engineer tu kwamba Mungu aendelee kumbariki, aendelee kumweka, lakini naamini tuendelee kufunga ndugu yangu. Niambia mabaya Yanga ifeli na sisi tuwafunge. Kila siku bado hujaomba msamaha. Jamani, wana Yanga, naomba mnisikilize. Mimi nilikosea kusema kwamba na Amira Yanga Afrika nikifungwa hapa sasa hivi, sasa muda huu usiku sio saa ngapi sasa, sijui saa ngapi. Ninaomba, naombeni lazima, naombeni mnisamehe. Kuteleza sio kuanguka. Nilikosea, sirudi tena. Sirudi tena. Yanga kweli, Yanga ni bingwa. Yanga sisi sasa hivi anatuonea kama watoto wake. Bingwa. Sema Yanga bingwa. Nishasema tayari. Ameshakubali. Ameshakubali.